unaweza tu kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Kile kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari, tunaanza wa kwanza mpaka ule mstari wa 4. Leo tutaangalia mstari wa 4. Nafikiri wiki kama 4 zilizopita tumeangalia mstari wa kwanza, mstari wa pili, mstari wa 3, na leo tutaendelea mstari wa 4. Tutaanza kusoma kabisa pale mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, kwa hiyo nawasihi mimi niliyofungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole na kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja, roho moja, kama mlivyoitiwa katika tumaini moja la wito wenu. Tuombe. Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa wakati mzuri ambao umetujalia, wakati ambao tunakwenda kulisikia neno lako, wakati ambao tunakwenda kusema na maisha yetu. Tujalie, tusaidie Bwana, ili Jehova tuweze kuelewa lile ambalo umekusudia asubuhi ya leo na mchana huu. Na mimi ambaye umenipa kibali cha kusema na watu wako wapendao, naomba Roho wako Mtakatifu akanijalie uweza kusema ujumbe huu juu ya watu wako kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo Baba ninaomba na kushukuru. Amen. Wiki kama kadhaa zilizopita tuliangalia umoja wa roho katika kanisa. Umoja wa roho katika kanisa. Tukaangalia mambo machache. Tuliona ya kwamba Paulo aliagizwa kuambia wa Efeso wahifadhi umoja wa roho au walinde umoja wa roho. Lakini leo nataka tuone jambo lingine linalosema misingi ya umoja wa roho katika kanisa. Misingi ya umoja wa roho katika kanisa. Tulijifunza kuhusu habari ya kudumisha umoja wa roho. Na tunapozungumzia misingi, manake tunazungumzia kile ambacho kinashikilia umoja wa roho. Tuliyasema umoja wa roho sio umoja wa kimadhehebu, bali tulisema ni umoja ambao umeanzishwa na Roho baada ya kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na tulizungumza kuhusu habari ya mambo kadhaa yaliyopita, kwa nini Mungu alimwagiza Paulo awaandikie wa Efeso kuhusu habari ya umoja wa roho. Tukaona ni kwamba sababu ya msingi walichaguliwa ndani ya Kristo. Kisoma kile kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa 4, maandiko yanasema, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo msingi, kwa hiyo sababu ni kwamba walichaguliwa. Neno kuchaguliwa ni jambo la msingi sana. Kumbuka unachaguliwa katikati. Unapokuwa mfuasi wa Kristo, kumbuka sio nguvu yako imekufanya kuwa mfuasi. Tunapozungumzia wokovu, hatuzungumzii kwa maana ya kama wengine wanavyofahamu. Tunazungumza wokovu maana yake ni kumwamini Yesu Kristo kwamba amekuokoa kutoka katika dhambi. Sasa lile neno kuchaguliwa maana yake ni amekuchagua katikati ya wabaya, alafu akakufanya kuwa mtoto. Kile kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari ule wa 12. Alitupa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Lakini pia kwa nini aliwaambia kuhusu ya habari ya umoja? Kwa sababu wa Efeso waliokolewa katika Kristo. Neno kuokolewa manake ni kuhifadhiwa kuwa salama. Ndio maana neno kuokolewa. Manake walikuwa kwenye hatari. Hatari waliokuwa nayo, walikuwa katika dhambi. Dhambi ilikuwa inawapeleka wapi? Dhambi ilikuwa inawapeleka katika hukumu ya milele. Lakini Kristo alikufa pale msalabani ili wawe salama na mbali na ile hukumu. Kadhalika na sisi tunajifunza umoja wa roho kwa sababu tumeokolewa kupitia Kristo. Kristo ndio ametufanya sisi kuwa salama mbali ya hukumu
ile ya milele. Waefeso 2:8 anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. So ni neema ndiyo imetufanya tuokolewe. Kwa hiyo anawafundisha umoja wa Roho kwa sababu wameokolewa kwa neema, lakini pia wametiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Waefeso 1:13 mkawekwa muhuri na Roho yule Mtakatifu wa ahadi. Wamewekwa muhuri. Kuwekwa muhuri maana yake hawakuokolewa wakaachwa, hawakuchaguliwa wakaachwa, walihifadhiwa. Ndio maana ya muhuri. Muhuri maana yake kitu kinachowekwa muhuri maana yake kimefungwa. Kwa hiyo hawa baada ya kumwamini Yesu Kristo hawakuachwa hivyo. Waliwekwa muhuri. Maana yake ni kwamba hawa ni wa Mungu katika Kristo, na Roho wa Mungu anakaa ndani yao akiwalinda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia waliandikiwa kuwa na umoja kwa sababu katika kanisa kulikuwa kuna makundi. Kulikuwa kuna Wayahudi, kulikuwa kuna mataifa, kulikuwa kuna matajiri, kulikuwa kuna maskini, kulikuwa kuna wafungwa, lakini kulikuwa kuna watumwa. Na ndipo akawaambia ule mstari wa pili wa Efeso sura ya 2 mstari wa 14, akawaambia kwa maana yeye ndio amana yetu, alitupatanisha sisi sote tuliokuwa wawili kwa mmoja, kuwa mmoja sisi sote, Wayahudi pamoja na mataifa, akatuleta pamoja kwamba sisi ni mwili wa Kristo. Sasa tunapokuja kwenye Waefeso sura ya 4 tunakutana na kitu cha msingi. Paulo anawaagiza wawe wanyenyekevu, wawe wavumilivu, wawe na upendo, tuliona, lakini wadumishe umoja wa Roho. Je, sababu ya maagizo hayo yote ni nini? Jambo la kujiuliza. Sababu ya maagizo hayo yote ni nini? Kwa nini Paulo anasisitiza sana misingi ya umoja katika kanisa? Katika mstari huu wa 4 Paulo anatupa misingi minne inayotufundisha kwa nini waamini wanapaswa kudumu au kudumisha umoja wa Roho katika kanisa. Moja, msingi wa kwanza, tunaunganishwa katika mwili mmoja. Tunaunganishwa katika mwili mmoja. Ule mstari wa 4 maandiko yanasema hivi, mwili mmoja. Nataka uone neno mwili mmoja. Mwili mmoja maana yake ni kanisa la Kristo. Hapa tunapoangalia nyumba, hili ni kanisa, ni nyumba moja, lakini kuna viti. Hichi kiti kuna mtu atakaa, hichi kiti kuna mtu atakaa, hichi kule, kadhalika na kadhalika na kadhalika mpaka kuna jaa. Tuna kanisa moja lenye watu tofauti. Sasa msingi wa kwanza, sisi ambao ni watu tofauti tunaunganishwa katika mwili mmoja. Mwili huo ni mwili wa Kristo. Ukisoma Waefeso 1 mstari wa 22, Paulo anasema hivi. Waefeso 1 mstari wa 22 na 23, Paulo anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika yote. Nataka uone neno kanisa, lakini uone neno mwili. Anasema hivi, kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake. Kanisa ambalo ndilo mwili wake. Mstari wa 22 unaishia hivi, kanisa ambalo, mstari wa 23 unaanza ndilo mwili wake. Kwa hiyo msingi wa kwanza, tunaunganishwa katika mwili. Kristo ni kichwa, kanisa ni mwili. Kwa hiyo hakuna jinsi. Kwa nini Paulo alikuwa anawaambia? Alikuwa anawaambia kwa sababu kumbuka, nimekwisha kuambia katika kanisa la Efeso kulikuwa kuna mataifa, kulikuwa kuna Wayahudi. Wayahudi wanajipiga kifua kwamba sisi ndio Mungu alizungumza nasi akatupa sheria. Tuna amri 10 za Mungu, tuna sheria, Mungu alisema na sisi. Nyie mataifa ni wale watu kwa asili sio Wayahudi.
Waambia nyie hamna Mungu, mnapaswa kufanywa tohara ili muweze kuona Mungu. Sasa Paulo anawaambia, kwa kuwa mmemwamini Yesu Kristo, hakuna Myahudi, hakuna Myunani, hakuna tajiri, hakuna maskini, hakuna mtumwa, hakuna mtu aliye huru. Mtumwa ni yule ambaye anafanya kazi kwa bwana wake, wala hakuna mtu aliye huru. Mtu aliye huru ni yule aliyekuwa anafanya biashara zake. Ninyi nyote katika mwili wa Kristo mmefanywa kuwa wamoja. Ndio maana ya sura ya 2 mstari wa 16, akatupatanisha, maana yake akatuleta pamoja kuwa wamoja. Kwa hiyo Paulo alikuwa anazungumza na kanisa hili kwa sababu ya kwamba wajue, waache kuwa na hizo changamoto za kutengana, kwa sababu kichwa ni Kristo na mwili ni kanisa. Waefeso 2:16 anazungumzia kuhusu habari ya kadhalika, anazungumzia kuhusu habari ya mataifa na Wayahudi. Lakini 3 anazungumzia, Waefeso 3:16 anazungumzia kuhusu habari ya, anasema, awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kwa kazi ya Roho katika utu wa ndani. Kumbuka, anawafanya kuwa wamoja. Mwili mmoja ni kanisa moja katika Kristo, linalojumuisha haya makundi yaliyokuwa katika kanisa. Kwa nini Paulo, jambo la kujiuliza, kwa nini Paulo anataja mwili mmoja katika kanisa la Waefeso? Kwa sababu kanisa la Waefeso lilikuwa na waumini katika makundi nilivyokuambia. Yalikuwa kama makundi 6: Wayahudi, mataifa, matajiri, maskini, watumwa na watu huru. Na katika hao ndio maana alikuwa anawaambia, ninyi nyote kwa baada ya kumwamini Yesu Kristo mmefanywa kuwa mwili mmoja. Kuzungumzia mwili mmoja ni mwili wa Kristo. Kwa maana hiyo sisi ni viungo katika huo mwili. Wewe ni jicho, mimi ni mguu, wewe ni mkono, wewe ni pua, yule ni sikio. Lengo ni kukamilisha ule mwili. Kwa hiyo hakuna jinsi tutakaa na kuanza kusumbuana, hakuna jinsi tutakaa na kuanza kupigana vita. Sisi sote ni wamoja. Ndio maana nilikuambia, tunapozungumzia umoja, tunazungumzia umoja katika Kristo, umoja kama mwili wa Kristo. Huyu akiumwa wewe utafurahia, yule akiugua wewe utafurahia, kwa sababu lengo ni kukamilisha ule mwili. Sasa hii migawanyiko 6 iliyokuwepo katika kanisa, Paulo aliwafundisha, ninyi ambaye mmemjua Kristo mtakiwa kuwa na migawanyiko. Mnatakiwa kuwa na umoja, kwa sababu mmejengwa, kwa sababu mmeunganishwa katika mwili mmoja. Wewe Myahudi, wewe mtaifa, wewe mtumwa, wewe tajiri, wewe maskini, mmeletwa wote katika mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Sababu kama tukiwa kila mmoja na mambo yake, kitu gani kinatokea? Hatutaenda. Ili tuweze kukamilisha mwili wa Kristo, maanake ni lazima tuwe wamoja. Nia yetu iwe moja, mawazo yetu. Jana tulipokuwa kwenye kikao, sisi sote ni wa PCA, wa Presbyterian. Sisi sote wametoka kule, nimetoka huko Kikatiti, lakini wote tulikuwa ni wa kanisa moja. Lakini tulipokuwa pale, tulikuwa tunasuguana. Lengo ni kwa sababu ya kuletana kwenye kitu kimoja. Kile ulichokisema kinatakiwa kiwe hivi. Hichi ulichokisema kinatakiwa kiwe. Mpaka tunafika kuwa na standard moja. Lengo sio vita. Lengo ni kukamilisha mwili wa Kristo. Kukamilisha mwili wa Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 12:12. Maandiko yanasema hivi. Wakorintho wa kwanza 12:12, Paulo anasema hivi kwa Wakorintho. Korintho wa kwanza 12:12. Nataka uone kuhusu habari ya misingi. Msingi wa kwanza ni kwamba tumeunganishwa katika mwili wa Kristo. 12:12 wa Korintho wa kwanza, maandiko yanasema hivi. Maana kama vile mwili ni moja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule ni viungo, navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Nataka uone
Biblia inasema mahana. Neno mahana, ukikuta neno mahana maana yake hapo juu kuna kitu. Ukikuta neno mahana maana yake kuna kitu kilichokuwa kinaendelea hapo juu. Kwa lugha nyingine, kwa sababu. Kwa sababu. Maana yake huko juu Wakorinto nao walikuwa wana changamoto ya kujisifu na vipawa alivyonavyo. Huyu anafanya miujiza, huyu anajua lugha zaidi ya moja, huyu anaponya, huyu anajua kufundisha, huyu. Sasa anawaambia lengo la hivyo vipawa. Lengo, mstari wa 12. Kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi. Maana yake ni kwamba mwili ni mmoja una viungo vingi. Kwa maana hiyo ninyi kwenye kanisa ni viungo. Bwana Yesu asifiwe. Ninyi katika kanisa ni viungo. Kwa hiyo ampo kwa sababu ya mashindano. Wakorinto walikuwa na mashindano, katika kanisa lilikuwa la mashindano ni Wakorinto kwa sababu walikuwa wamebarikiwa vipawa vingi. Lakini kadhalika kanisa la Waefeso lilikuwa ni kanisa tajiri. Lilikuwa limebarikiwa kifedha kwa sababu eneo lilioko ni eneo lilikuwa la kibiashara. Sasa walikuwa wanajipiga, wale matajiri walikuwa wanajipiga kifua kwamba sisi tuna utajiri, sisi tuko. Na ndio Paulo akamwambia, hapo mnaenda tofauti. Lengo sio utajiri, lengo ni kukamilisha mwili wa Kristo. Wewe Mungu kama amekubariki kuwa na fedha, unatakiwa ulisaidie kanisa la Bwana. Wewe kama umebarikiwa kuwa na karama, unatakiwa ulisaidie kanisa la Bwana. Wewe kama umebarikiwa kujua kufundisha, unatakiwa ulisaidie kanisa la Mungu. Ndivyo vile viungo vilivyo. Huu mguu unanisaidia mimi kutembea, huu mkono unanisaidia kushika, sikio linanisaidia kusikia, pua inanisaidia kunusa, macho yananisaidia kuona. Mwili wangu unakamilika. Kimoja kikiumwa, kucha yenyewe na kazi yake. Umeshaumiaga kucha, maumivu unayasikia. Kwa hiyo hakuna mahali utafurahia mwili wako ukiumia. So popote mwili wako utakuwa na shida, lazima kiungo kimoja kikiwa na shida, viungo vingine vitaugua. Kadhalika na sisi kama wa PCA tunajifunza kitu gani? Tunajifunza kitu cha msingi, kutokuwa na chuki, kutokuwa na ubaguzi, kutokuwa na ukabila, kutokuwa na makundi ya kibinadamu yasiyokuwa na maana. Kwa sababu kanisa hili lilikuwa na chuki, lilikuwa na ubaguzi, lilikuwa na ukabila, lilikuwa na makundi ndani yao. Na ndio Paulo akamwambia, ninyi mmejengwa katika mwili mmoja ambao ni kanisa. Mmejengwa katika mwili mmoja. Na sisi kadhalika, hata sisi tumejengwa katika mwili mmoja. Tumejengwa katika mwili mmoja. Tumeshikanishwa katika mwili mmoja. Tumeshikanishwa katika mwili mmoja. Tumeunganishwa katika mwili mmoja, na mwili huo ni wa Kristo. Wewe umetoka kule, mimi nimetoka kule, yule ametoka kule, tuko makabila tofauti. Lakini kilichotufanya kuwa pamoja hapa ni kitu gani? Ni Kristo. Mwili wa Kristo. Kristo ndio ametufanya tuwe hapa. Leo hii ungekuwa uko kwenye shughuli zako, yule angekuwa kule, mimi ningekuwa kule, lakini Kristo ametuleta kuwa mwili mmoja. Kwa hiyo tunapaswa kuishi kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuishi kwa umoja. Tunapaswa kuenenda kwa umoja, tukishirikiana. Ndio maana sura ya 4 alianza kabisa kwenye uvumilivu. Alianza mstari wa 3, mstari wa 2, kwa unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana kwa upendo. Upendo hauwezi kukaa mahali hakuna umoja. Lakini ndio maana mstari wa 3 anasema mkijitahidi kuhifadhi umoja huo, kwa sababu tumeshikanishwa ndani ya huo umoja. So hakuna namna tunatakiwa tuuvunje, lakini tunapaswa kuendelea katika huo umoja. Leo tunajifunza kuhusu habari ya misingi. Msingi wa 2, tunaishi kwa roho mmoja. Moja, tumeshikanishwa katika mwili mmoja, mwili wa Kristo. 2, tunaishi kwa roho mmoja. Kama tumeshikanishwa, maana yake ni kwamba tunatakiwa kudumu katika huo umoja. Lakini 2, kama tunaishi kwa roho mmoja, tunatakiwa tudumu katika huo umoja. Roho anamaanisha Roho Mtakatifu. Anamaanisha Roho Mtakatifu. Mstari wa 13 sura ya 1 anasema hivi. Sura ya 1 hapo tu kwenye Waefeso, mstari wa 13 anasema hivi. Anasema, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Nataka uone neno na kutiwa muhuri.
maana yake mmefungwa katika Roho Mtakatifu. Mmefungwa katika Roho Mtakatifu. Mstari wa 18 sura ya pili hapo wa Efeso anasema hivi. Mstari wa Efeso 2:18 anasema hivi, anasema kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho moja. Umecheki? Roho moja. Tumepata njia ya kumkaribia Baba aliyeumba mbingu na dunia kwa roho moja. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatushikanisha katika Baba kwa Yesu Kristo. Anatushikanisha kwa sababu ametutia muhuri. Tulipomwamini Yesu Kristo ametutia muhuri, maana yake ametufunga kwenye umoja wake. So tunapokaa kama wafuasi wa Kristo tunaishi kwa roho moja. Hatuishi kwa roho nyingi, tunaishi kwa roho moja. Tunapozungumzia kuishi katika roho moja, tukirudi katika muktadha wa kanisa la Waefeso, lilikuwa ni kanisa ambalo limetengana. Sasa Paulo anamwambia kama roho aliyoko ndani yangu ndo roho aliyoko ndani yako, kwa nini tuishi kwa kutengana? Kwa nini tuishi kwa majungu? Kwa nini tuishi kwa chuki? Kwa nini tuishi kwa namna hii? Tunaishi kwa roho moja. Ukienda mstari wa 22 hapo sura ya pili, maandiko yanasema hivi: katika hii ninyi nanyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Nataka uone kuwa maskani. Maskani maana yake ni nyumba. Sisi ni nyumba ya Mungu katika roho. Kuwa maskani. Mmejengwa kuwa maskani ya Mungu katika roho. Paulo aleti jambo jipya kwenye kanisa, bali ni kitu alishawafundisha kuhusu habari ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, kwa nini Paulo anasema roho moja? Jambo la kujiuliza, kwa sababu kanisa, kumbuka nishakwambia, kanisa lilikuwa katika makundi ya aina 6. Na kila mmoja alikuwa anajisifu. Na ndipo maana Paulo anawaambia ninyi mnaye roho moja. Awe maskini, awe tajiri, roho mlionaye baada ya kumwamini Yesu Kristo ni mmoja. Kwa hiyo ninyi nyote mnatakiwa mfungwe katika kifungo kimoja. Kifungo juzi niliwaambia ni kiunganishi. Mnaunganishwa katika umoja kwa roho moja. Kile kitabu cha Wakorinto 12 nilipowasomea mstari wa 13, Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 13, maandiko yanasema hivi. 12 Wakorinto wa kwanza 13 mstari, maandiko: kwa maana katika roho moja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, na sisi sote tulinyweshwa roho mmoja. Nataka uone neno kubatizwa. Neno kubatizwa maana yake kufanywa. Anasema hivi: kwa maana katika roho moja sisi sote tulibatizwa tulifanywa kuwa mwili mmoja. Ndio maana sio kila neno ubatizo kikuta ni kubatizwa kama kubatizwa wanavyosema kuzamishwa kwenye maji na vitu kama hivyo. Kila kimoja kina muktadha wake. Hapa maana yake ni kwamba sisi sote tumefanywa kuwa mwili mmoja. Naona tumefanywa kuwa mwili mmoja. So kama tumefanywa kuwa mwili mmoja, hakuna jinsi tutaweza kuishi. Angalia tena, amesema vizuri Paulo kwa Wakorinto. Amesema hivi, maana na hao walikuwa na changamoto ya kusuguana kwenye kanisa kwa ajili ya tamaduni na nini na mambo kama hayo. Kwa maana katika roho moja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayunani au kwamba tu Wayahudi, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, sisi sote tulinyweshwa roho. Maana yake tulipewa roho mmoja baada ya kumwamini Yesu Kristo. Tulipewa roho mmoja. Kwa hiyo kama tulipewa roho mmoja, hakuna Myahudi, hakuna Myunani. Myunani ni mtaifa. Tunazungumzia mtaifa ni mtu ambaye ni sisi sote ambao sio Wayahudi kwa asili. So tajiri, maskini, mtumwa, mtu aliye huru. Kwambia mtumwa ni mtu alikuwa anafanya kazi kwa mtu. Akiwa amemwamini Yesu Kristo, roho tumenyweshwa, tumepewa roho mmoja ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu hiyo katika kanisa hakuna namna kanisa litadumu katika chuki. Hakuna namna kanisa litadumu katika ubaguzi.
au uhasama na kadhalika. Hivyo vyote Paulo alikuwa anaonyesha jinsi gani vinapingana na Roho Mtakatifu au na kazi ya Mungu. Nini basi walikuwa wanatakiwa kupaswa kufanya? Nini basi walikuwa wanapaswa kufanya? Walikuwa wanachotakiwa kufanya, Waefeso 5 mstari wa 18 wanaambiwa hivi: tena msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Mjazwe Roho. Nataka uone neno kujazwa, kwa sababu wamenyweshwa roho mmoja, wamepewa roho mmoja. Na kama wamepewa roho mmoja baada ya kumwamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba wanaishi katika roho yule. Sasa Waefeso walipaswa, kwa nini anasema bali mstari wa 18 anasema tena msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Maana ya kujazwa Roho nini? Maana yake mtawaliwe na Roho, maana yake muongozwe na Roho. Mlevi anapolewa anakuwa anaongozwa na ulevi. Mlevi anapolewa, katika utamaduni, ukirudi kwenye historia, kanisa hili lilitolewa mahali, Paulo alilizaa mahali ambako kulikuwa wanaabudu miungu, na walikuwa wakinywa pombe, wanapita kule barabarani, wanapiga makelele na kujichanja na kuchezea ile miungu yao. Ndio maana aliwaambia msijazwe Roho, kwa sababu ninyi sasa mmemjua Kristo, mmegeuka na kumwamini Yesu Kristo. Hamtakiwi kuenenda kama mlivyokuwa mnaenenda. Mlikuwa mnaongozwa na jinsi mlivyokuwa mnakunywa na kulewa na kuichezea miungu, lakini sasa kwa kuwa mmegeuka na kumjua Kristo, mnatakiwa muongozwe na Roho na sio tena ulevi. Badala ya kuongozwa na ulevi, sasa mnatakiwa muongozwe na Roho. Roho atawale ndani yenu. Roho akitawala ndani yenu, hakutakuwa na matengano, hakutakuwa na machukizo. Mtakuwa wamoja, kwa sababu mmefungwa katika kifungo cha Roho, kwa kuwa mnaishi kwa Roho mmoja. Kuishi kwa Roho mmoja manake mnaongozwa na Roho Mtakatifu. Baada ya kumwamini Yesu Kristo, mnaongozwa na Roho Mtakatifu, na ndivyo tunapaswa kufanya. Tunapaswa kuongozwa na Roho, kwa sababu tunaishi katika Roho mmoja sisi sote. Mimi nimetoka ni Mmeru, huyu ametoka ni Mmasai, huyu ametoka ni Mkenya, yule ametoka sijui ni Mkorea, yule ametoka sijui ni Mnani. Tunapokuja katika Kristo tunapewa roho mmoja, na tunapopewa roho mmoja tunapaswa kutawaliwa, kuongozwa na yeye. Sisi sote tunatakiwa kuishi katika misingi ya roho mmoja. Tukienda hivyo hakutakuwa na mgawanyiko kwenye kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kule nyumbani tukiishi katika misingi ya Roho Mtakatifu, hakutakuwa na ubaguzi, hakutakuwa na kitu kinachoitwa ubinafsi. Hatutaishi kwa ubinafsi, tutaishi kwa ule upendo, kwa sababu Roho ni upendo. Maanake Mungu ni upendo. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, wote wanafanya kazi moja, wote ni wamoja. So na sisi tunapaswa kuwa wamoja, tushirikiane, tupendane, tuishi taratibu zile tofauti zetu. Na ndio tunapogombana kama Wakristo, Biblia inasema jua lisichwe haujapatana na mwenzako. Sisi ni watu ambao tunapaswa kuishi katika mapatano, kwa sababu Kristo alitupatanisha na Mungu. Kisoma Waefeso 2, sisi tulikuwa tumetengwa na Mungu, Kristo akatupatanisha na Mungu, lakini akutuacha tu hapo, akatupatanisha sisi kwa sisi. Sasa tunapaswa kuishi katika agano la mapatano, Roho Mtakatifu akiwa ni kiongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kutawaliwa na Roho sio kupiga makelele au kuruka na kucheza drama, ngoma nini. Vile unaona watu wanafanya leo hivyo. Nimekupia kidogo ka historia cha kanisa hili. Anaposema msilewe kwa mvinyo. Kanisa hili, watu hawa kwenye utamaduni wao walikuwa wakinywa pombe, wakilewa, wanaichezea miungu na kurukaruka, kama kipindi cha Elia, ambapo Elia aliwaambia wale manabii wa Baali, jikateni, labda Mungu wenu atasikia. So tunapokuwa na Roho, sisi tunatawaliwa na Roho. Kwanza ibada yetu inakuwa ya utulivu. Kila kimoja kinakuwa kinakaa katika mpangilio. Nilikuwa nawafundisha watoto, Mungu ni Mungu wa utaratibu na mpangilio. Tunapoimba kama ni sifa,
Tunapoimba kama ni tenzi, watu wanasikia kule. Tunapoomba, hata maombi yetu yanatakiwa kuwa mahubiri, watu wanapopita kule barabarani wasikie. Kila kitu kinatakiwa kiwe katika hali ya utaratibu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio anatuongoza. Lakini leo utakuta watu wanaruka, utafikiri wako kwa waganga wa kienyeji. Tunapokuja kanisani hatuji kwa mganga wa kienyeji. Kila kitu kinakaa smart. Nikija kwako pale nitakuta umepangilia kila kitu, imekaa kwa utaratibu. Cha jikoni kinakaa jikoni, cha chumbani kinakaa chumbani, cha sebuleni kinakaa sebuleni. Kila kitu kinakaa, viatu vina mahali pake, umepangalia, panakaa sawa. Kwa nini tukija kwenye nyumba ya Mungu turuke kama vichaa? Eti Roho Mtakatifu ni wa utaratibu. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu, maana yake kwanza tunakuwa na amani. Nikikwambia amani ni utulivu. Mtu anapokosa amani, hakuna maendeleo yoyote yanapokuwa ndani yake au katika maisha yake au kwenye ile jamii. Nikawapa mfano wa Kongo. Kongo ni taifa ambalo mimi nakuwa ni taifa lina vita. Hakuna maendeleo na ni tajiri, lakini kinachonyima maendeleo katika taifa lao ni amani. Sisi wa Kristo tunapomwamini Yesu Kristo, anaweka arabuni ya Roho, anamweka Roho wake ndani yetu, tunatawaliwa na Roho mmoja, tunakuwa na amani. Alafu matunda yanaanza kutokea. Ndio maana ya viungo. Mkono unashika, mguu unatembea, masikio yanasikia. Tunaukamilisha mwili wa Kristo. Kwa hiyo tukiwa na Roho mmoja, hatutakuwa na matabaka. Sisi sote tunakuwa ni wamoja. Haijalishi wewe ni tajiri, mimi ni maskini, lakini tunapokuja kwa Mungu sisi sote ni wamoja. Lakini jambo la tatu tumeitwa katika mwito mmoja. Nimekwambia, moja, tumeshikanishwa katika mwili mmoja. 2, tumepewa Roho Mtakatifu. Tumepewa. Msingi wa pili, tunaishi kwa roho mmoja. 3, msingi wa 3 ni tumeitwa katika mwito mmoja. Neno mwito ni wokovu. Kumbuka, tunapozungumzia mwito ni ile hali ya Mungu ya kumuita mwenye dhambi na kumgeukia yeye. Ndio tafsiri ya neno mwito. Mstari wa 4 anasema hivi, hapo tu mstari wa 4 anasema mwili mmoja na roho moja kama mlivyoitwa. Nataka uone neno kama mlivyoitwa. Neno kuitwa, kumbuka, ni injili. Kitu gani kinamuita mtu kutoka kwenye dhambi? Ni injili, habari njema. Sio tunapozungumza kuhusu habari ya wito kama mlivyoitwa, maana mlivyoitwa na wokovu na kuwa na ushirika na Kristo. Paulo alikwisha kuambia kuhusu habari ya wito. Mstari wa 18 sura ya 1 alishawaambia kuhusu habari ya wito. Mjue tumaini la mwito wenu. Mjue tumaini. Neno tumaini maana yake neno tumaini maana yake ni kuwa na uelewa, ni kuwa na ujasiri, ni kufahamu. Anapoambia mjue tumaini la mwito, maana yake mjue mmeitwa kwa sababu gani. Sasa unapokuja kwenye Efeso 4, Efeso 2:1 anasema Mungu aliwafufua waliokuwa wamekufa katika dhambi, aliwafufua. Unapokuja kwenye 4:1 anasema waenende, aliwaambia waenende katika kama walivyoitwa. Waenende kama walivyoitwa. Sura ya 4 ukisoma mstari wa 1, kwa hiyo na wasii mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama mlivyo inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kama vile mlivyoitwa na Mungu kwa injili ya Yesu Kristo, mwenende. Kwa hiyo mwito huu ni kazi ya Mungu ya kuwaleta watu wake watoke katika nini? Moja, katika giza kwenda katika nuru. Mwito wa Mungu ni kuwaleta watu wake kutoka kwenye giza kwenda kwenye nuru, mauti ya kiroho kwenda uzimani. Sura ya 2 wa Efeso anasema kwamba nanyi mnajua, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Sasa wito wa Mungu, ndio maana anasema mjue tumaini la wito wenu.
Wito wake ni kutuita kutoka kwenye giza kwenda kwenye nuru. Giza maana kwenye dhambi kwenda kwenye nuru, kuwa na ushirika na Mungu kupitia Yesu Kristo. Lakini tatu, utengano na Mungu kwenda kwenye ushirika na Mungu. Hiyo ndio wito wa Injili. Wito wa Injili siku zote unatuita sisi tutoke kwenye giza tuje kwenye nuru, tutoke kwenye mauti tuje kwenye uzima, tutoke kwenye kutengana na Mungu kuja kwenye kushiriki na yeye. Tumaini la wito. Tumeitwa katika wito mmoja. Vile umeitwa wewe ni Injili ilisema na wewe. Vile niliitwa mimi ni Injili ilisema na mimi, ya kwamba dhambi mshahara wake ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Ya kwamba dhambi imetuletea kifo cha mwili, imetuletea kifo cha kiroho, lakini ikatuletea hukumu ya milele. Kwa hiyo tunapaswa kumjua Kristo, kwa sababu Kristo ni nuru. Tunapokuwa na Kristo tunakuwa na uzima. Tunapokuwa na Kristo tunakuwa na ushirika na Mungu. Kwa nini Paulo anataja mwito mmoja? Kumbuka tumejifunza kuhusu habari ya Myahudi na mtaifa. Na kama tumejifunza kuhusu haya matabaka, walihitajiwa kujua ya kwamba wameitwa katika mwito mmoja. Hakuna Myahudi, hakuna Myunani. Kadhalika na sisi tumeitwa katika mwito mmoja. Kwa hiyo tunapaswa kudumu katika wito huo ambao tumeitwa. Nasema vizuri ya kwamba mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa. Mmeitwa katika mwili mmoja, mmeitwa katika tumaini roho mmoja, na mdumu katika hilo. Lakini jambo la tatu tunamalizia, jambo la 4 tunatazamia tumaini moja. Jambo la msingi. Kumbuka Mungu ametufundisha mambo matatu ya msingi. Moja, msingi wa kwanza tumeangalia jambo ambalo linasema tunaunganishwa katika mwili mmoja. Lakini moja, tunaunganishwa, msingi wa kwanza. 2, tunaishi kwa roho mmoja. 3, jambo la msingi kufanya marejea. Lakini 3, tumeitwa katika mwito mmoja. 4, jambo la msingi sana, tunatazamia tumaini moja. Tumaini moja ni nini? Hapo mstari wa 4 tunaunyambua huo mstari wa 4. Kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la mwito, tunatazamia tumaini moja. Maana yake ni matarajio yenye uhakika ya yale ambayo Mungu ameahidi kufanya. Ndio maana ya mwito tumaini moja. Tunapozungumzia tumaini, maana yake ni matarajio yenye uhakika kwamba tunatarajia yale yote Mungu aliyoahidi kuyafanya. Kwa hiyo tunapoangalia sura ya kwanza mstari wa 18, hayo ambayo tunatarajia Paulo alishakwisha kuyaorodhesha. Moja ni urithi wa watakatifu. Kwa hiyo tulipoitwa, anaposema tumaini moja la mwito wenu, sisi tumeitwa kuwa warithi watakatifu, tumeitwa kuwa utukufu wa milele, tumeitwa kwa ufufuo wa mwili, lakini tumeitwa kukamilishwa katika wokovu, lakini kuwa pamoja na Kristo. Nataka uone mambo matano. Moja, tumaini linajumuisha urithi wa watakatifu. Urithi wa watakatifu ni nini? Ni uzima wa milele, lakini pia utukufu wa milele. Kumbuka tutafufuliwa na kuvishwa mwili wa utukufu na tuishi na Mungu. Hatuwezi kuishi na Mungu katika hii miili ambayo inaumwa. Tutaishi na Mungu katika miili ya utukufu. Hilo ndio tumaini. Manake hayo ndio matarajio yetu. Lakini 4, kukamilishwa kwa wokovu. Manake kwa nini kukamilishwa kwa wokovu? Kukamilishwa tumeokolewa, lakini bado tunaishi katika hali ya dunia yenye changamoto mbalimbali. Lakini wakati ukifika, sisi sote ambaye tumemwamini Yesu Kristo tunatarajia kukamilishwa, kuvishwa mwili wa utukufu na kuwa pamoja na Kristo. Kwa jambo la msingi ni kujua mwito wa Mungu
unamaanisha, una mwisho uliowekwa na Mungu, na mwisho ni utukufu wake wa milele. Mwisho ni utukufu wake wa milele. Kwa hiyo kanisa lilipokuwa linatakiwa kukaa katika umoja kwa roho mmoja, kwa sababu wanatazamia au wanatarajia kuwa katika mbingu moja, kuwa katika urithi mmoja, kuwa na Kristo yule yule, lakini kuwa katika utukufu ule ule. Sasa basi, swali la kujiuliza: Myahudi akijitenga, mtaifa akijitenga, tajiri akijitenga, maskini akijitenga, mtumwa akijitenga, aliye huru akijitenga, wakati anaenda kwenye mbingu moja kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo, kwa nini mjitenge hapa duniani? Kwa nini hapa duniani tuwe na matabaka? Kwa nini hapa duniani mimi niwe kivyangu na wewe wa kivyako, wakati tunasali katika kanisa moja? Sisi kama tunasali katika kanisa moja, taraji letu ni moja. Tunatarajia kufika mbinguni, mahali ambapo Kristo yuko, mahali ambako Mungu yupo, na sote tutakuwa pale tukiwa tunamwamini Yesu Kristo. Kitakachotutenga tu ni kutokumwamini Yesu Kristo. Lakini tukiwa tumemwamini Yesu Kristo, pale ambako Mungu yuko, wewe utaenda, mimi tutakutana pale. Kwa nini hapa tuanze kupigana vita? Hatupasi kuona vita. Kadhalika hata huko nje tunapokutana, tunapoishi sisi wa Kristo, tumekaa kwenye jamii moja, aidha tumekaa sehemu moja, tunapasa kuishi kwa upendo, kwa sababu baada ya hapo tunakuja kukusanyika wote hapa. Vuta picha, sisi ni wa Kristo, tunakaa kule, tunaishi pamoja, halafu Jumapili tunakuja wote kanisani, wakati katikati ya wiki tumekuwa na hali ya kutukanana, hali ya kusuguana, hali ya kudharauliana, halafu tunakuja hapa pamoja. Hebu vuta picha, inakuwaje? Kadhalika ndivyo ilivyo, kwamba kama hatutakuwa na umoja, halafu tunategemea kwenda kukaa mahali Kristo yupo, tutakutana pale, tutaulizwa kwa nini tulikuwa tunaishi katika mazingira haya. So tunapasa kuwa na umoja, kwa sababu tumaini letu ni moja. Tunatarajia kitu kimoja. Tunatarajia kwamba baada ya maisha haya tutaishi pamoja na Mungu, tutaishi pamoja na Kristo. Pale ambako alipo na sisi tutakuwepo. Kadhalika na sisi sote kwenye jamii tunatakiwa tuwe na taraji moja, tuwe na umoja, kwa sababu roho tulionaye ni mmoja. Hiyo ndio misingi. Waumini wapaswa kuishi kwa mtazamo mmoja. Tumaini linapaswa kuwa kutupa faraja, lakini tumaini linapaswa kutuunganisha pamoja. Sisi sote tunatakiwa kuwa wamoja. Nimekuambia kuhusu habari, kuna mwili mmoja, kuna roho mmoja, kuna mwito mmoja, kuna tumaini moja. Hayo mambo manne, kumbuka: mwili mmoja, roho moja, mwito mmoja, tumaini moja. Tukienda katika haya mambo, kanisa litakuwa na changamoto ya kutengana na kuvurugana. Kanisa litaishi kwa kushirikiana, kwa sababu sisi ni mwili mmoja. Lakini si tu hivyo, tumepewa roho mmoja. Roho yule anatulinda, anatuongoza, basi tutembee katika mwongozo huo. Lakini tuna mwito mmoja, tumehitwa katika wokovu mmoja, tumeokolewa kwa neema. Lakini pia tumaini letu ni moja, tunatarajia kwenda sehemu moja wote tukiwa tunamwamini Yesu Kristo. Je, swali la kujiuliza, je, maisha yako yanachangia kujenga umoja wa roho katika kanisa, au yanachangia migawanyiko? Kwa kuwa Mungu ametufanya kuwa mwili mmoja katika Kristo, na tujitahidi kudumisha umoja wa roho katika kifungo cha amani. Tudumishe, kwa sababu neno kudumisha maana ni amri, katika kifungo cha amani, ule mstari wa 3, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Leo nimekuambia misingi minne. Kwa nini tudumishe? Kwa sababu sisi ni mwili mmoja katika Kristo, tumepewa roho mmoja, tumeitwa katika mwito mmoja, na tuna tumaini moja. Hayo mambo manne ndio maana tunatakiwa kudumu katika umoja. Tushirikiane, tupendane, tuhifadhiane na kuombeana na mambo kama hayo. Tuombe. Baba,
Nakushukuru kwa maana unastahili Bwana. Umetupa misingi minne ya kudumu katika umoja wa roho. Umesema kuhusu habari ya mwili mmoja ambao ni mwili wako, kanisa. Lakini umezungumzia kuhusu habari ya roho mmoja ambaye umetupa, anayetulinda. Lakini umezungumzia kuhusu habari ya wito mmoja, Jehova. Umetukomboa kwa njia ya Kristo, sadaka iliyomwagika pale msalabani, kwa kuiamini Injili ambayo ulituita katika nia moja. Lakini pia kuhusu habari ya tumaini moja, taraja. Tunatumaini ya kwamba baada ya maisha haya tutakuja kukaa na wewe tukiwa ndani yako. Bwana, tusaidie sote, tuimarishe sote, tuwe na umoja. Tuwe na umoja katika kanisa lako, tuwe na umoja katika kule manyumbani, lakini katika jamii inayotuzunguka, na neema yako ikituangaza. Watoto wako hawa ambao umekuja kuisikia sauti yako, umesema utakapoisikia sauti yangu kwa bidii ndiko utakapobarikiwa mashambani, utabarikiwa mjini. Basi Bwana, wamesikia neno lako. Neno lako ni sauti yako. Umewafundisha kuhusu habari ya misingi ya umoja katika kanisa. Nami ninaomba neema yako ikawe pamoja nao, ukawabariki vile wamesikia neno lako. Kutoka na kuingia wiki hii ikawe ni amani katika maisha yao, wiki hii ikawe ni baraka, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.